Familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Nikukaribishe katika kipindi maalum ambapo tutakwenda kuangazia hasa juu ya hija na umuhimu wa hija. Tukizingatia kwamba mwezi huu wa 5 ni mwezi wa hija kwa heshima Mtakatifu Rita wa Kashia, ambapo itafanyika tarehe 23 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2026. Tutakuwa pamoja na mgeni wetu hapa tuliye naye hapa. Nimkaribisha aweze kujitambulisha ili mtazamaji anayetazama aweze kukufahamu. Karibu sana baba. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina naitwa Padre Erastus Elias Mgani wa shirika la Mtakatifu Agustino. Nafanya utume hapa katika kituo hiki cha hija cha Maria Rita, na basi nawakaribisha wote katika mahojiano haya kwa lengo la kuhamasisha hija iliyo mbele yetu. Asante sana baba. Kwa kuanza baba, mtazamaji angependa kufahamu hasa nini maana ya neno hija, tukizingatia kwamba mwezi huu wa 5 ni mwezi wa hija kwa heshima ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Karibu sana baba. Asante. Neno hija kwa urahisi wake tungeweza kusema ni safari ya kiroho ambayo mtu anafanya kwa lengo maalum kwenda sehemu maalum vile vile. Hii safari inakuwa ina lengo. Mimi naweza kufanya hija kwa lengo kwamba nitakatifuze maisha yangu, au nina vilema fulani vya kiroho ambapo nahitaji kujitakatifuza. Kwa hiyo nafanya hija na kwenda sehemu maalum. Labda mtu anaamua kufika hapa Maria Rita kwa ajili ya hija yake, kama ambavyo tunaitangaza hii hija ya tarehe 23. Lakini mtu anaweza kwenda labda Yerusalemu au Roma, au kaenda kule Kashia kwa Mtakatifu Rita kwa lengo kwamba nataka labda familia yangu iliyosambaratika iweze kukaa sawa. Au kuna sehemu mbalimbali, kuna nyingine kwa mfano ukienda kule Spain inasema Via de Compostela, njia ya Mtakatifu Yakobo. Unatembea kilomita nyingi ili uweze kufika kwenye kanisa la Mtakatifu Yakobo. Kwa hiyo hija ni safari ya kiroho ambayo mtu anafanya kwa lengo maalum ili aweze kukutana na Mungu kwa hilo lengo ambalo amejiwekea. Asante sana baba. Na pia ni upi umuhimu wa mtu kufanya hija? Umuhimu au tungeweza kusema faida za kufanya hija ni nyingi. Kwanza, mtu anapofanya hija, tumesema kwa ajili ya lengo, mwisho wake faida yake ni kukutana na lile lengo. Kwamba mimi nataka familia yangu iweze kukaa sawa, iingie katika umoja. Kwa hiyo mwisho wa kumaliza hija hii, basi natarajia kwamba familia yangu itakuwa imerudi katika hali ya umoja. Au faida nyingine kwamba kutakatifuza malimwengu, nilikuwa na kilema fulani katika maisha yangu, mwisho wake naweza kupata ile faida kwamba kilema hiki sina tena. Kwa hiyo ni faida kwa sababu ni safari ya kiroho. Vile vile tunapata faida za kiroho zilizo nyingi. Tuwezi kuongea juu ya faida za kimwili, lakini vile vile unaweza kupata faida za kimwili, kwa sababu kama ulikuwa na kilema cha kwa mfano ulevi. Kwa hiyo inadhoofisha pia afya yako kimwili. Lakini pale ambapo nakwenda kuacha tabia hii ya ulevi, basi hata mwili wako vile vile unakaa vizuri. Maendeleo yako kimwili pia ulikuwa unatumia hela vibaya, sasa hivi utaenda kutumia hela vizuri, kwa sababu zote zilikuwa zinaenda kwenye mambo ya ulevi, lakini sasa unaweza kuwa na maendeleo. Kwa hiyo kuna faida za kiroho, lakini vile vile kuna faida za kimwili. Kwa hiyo watu wapende kufanya hija kwa sababu kuna faida ndani yake. Nikushukuru sana baba. Baba, kwa muda huu nikukaribishe uweze kutoa mwaliko kwa mtazamaji anayetazama kwa
kuweza kushiriki hija iliyopo mbele yetu. Karibu sana baba. Asante sana. Nitumie nafasi hii kama ambavyo nimepewa kualika wote kwenye hija yetu ya tarehe 23 mwezi huu Mei kwa maombezi ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Tutaanza na mkesha tarehe 21 siku ya Alhamisi, ili watu siku ya Ijumaa waweze kupumzika, na siku ya Jumamosi tarehe 23 ndio hija yenyewe. Ni misa itaanza saa 4 mahali hapa kwenye kanisa letu la hija, lakini watu kadiri wanavyofika waanze kusali njia ya msalaba pale chini na kuzunguka njia ya msalaba. Wakimaliza basi wasubiri misa ya hija. Ni jambo jema na waalika sana, ili watu waweze kufika kuchota neema siku hiyo. Kuna faida nyingi na kuna baraka nyingi ambazo zitapatikana siku hiyo. Karibuni sana. Nikushukuru sana baba. Asante Na nikutakie utume mwema hapa katika mlima huu wa sala wa Maria Rita. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa Maria Rita Shrine, nikushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia, na nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vitakavyofuata, na nikuombe uendelee kuunga mkono juhudi mbalimbali zinazoendelea kufanyika hapa katika mlima wa sala wa Maria Rita. Tumsifu Yesu Kristo.